Na mhujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, ni kukaribisha karibu kuungana nami mwanzo hadi mwisho, na hii ni Radio Television Ngyoku. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo, na nikukaribishe nikombe uweze kujiabone, uweze kulike na kupartager kwa wengine. Na katika niliyokuandalia leo hii ni kwamba uko nchini Vatican kumeweza kuripotiwa msiba mkubwa wa Papa Francisco ambaye aliweza kufariki huku akiwa na takriban miaka 88, ambaye inasemekana alifariki baada ya siku nyingi akiwa amelazwa kwenye hospitali, ambako inasemekana hapo jana aliweza kuhutubia kwenye mkutano mkuu wa Pasaka, huku na baadaye kuweza kuripotiwa kifo chake leo hii asubuhi. Habari hii imethibitishwa na vyanzo vya habari vya huko Vatican, mji mkuu wa Roma, ambako ndiko kunapatikana makao makuu ya kanisa Katoliki ulimwenguni, ndiko alipokuwa akiongoza Papa huyu Francisco aliyefariki. Hii hapa historia yake Papa Francisco na namna gani alivyoanzisha kazi yake. Disemba 17 mwaka 1936, George Mario Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires kwa mhasibu na mama wa nyumbani kutoka kwa familia ya wahamiaji wa Italia. Septemba 21 mwaka 1953 anapokea wito wa kuwa padre. Mwaka 1957 anafanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake. Machi 11 mwaka 1958, baada ya kusoma uhandisi wa kemikali katika chuo kikuu, anajiunga na vuguvugu Jesuit kama mwanafunzi. Disemba 13 mwaka 1969 alitawazwa kuwa padre, na Julai 31 mwaka 1973 anakuwa kiongozi wa Jesuit wa Argentina, nafasi ambayo alihudumu kwa miaka 6. Februari 28 mwaka 1998 aliteuliwa kuwa askofu mkuu mteule wa Buenos Aires, kabla ya Februari 21 mwaka 2001 kufanywa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili. Machi 13 mwaka 2013 alichaguliwa kuwa papa wa 266 baada ya mtangulizi wake Benedict wa 16 kujiuzulu. Julai 4 mwaka 2021 alifanyiwa upasuaji wa utumbo mpana na kulazwa kwa siku 10 kabla ya kurejea tena hospitalini Machi 29 mwaka 2023 kwa matatizo ya mfumo wa upumuaji. Juni 7 mwaka 2023 alilazwa hospitalini kwa upasuaji wa ngiri na kukaa kwa siku 9 kabla ya kurejea tena Februari 14 mwaka 2025 kwa ugonjwa wa pneumonia ambao umepelekea kifo chake. Benson Wakoli na pia amekuandalia. Papa Francis, raia wa Argentina, kibarua chake cha kwanza pindi baada ya kuingia afisini mwaka 2013 ilikuwa kupambana na visa vya ulawiti vilivyokuwa vinahusishwa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Mwaka 2018 Papa alifanya mkutano na maaskofu kutoka taifa la Chile waliokuwa wanatuhumiwa na visa vya ulawiti. Baada ya mkutano huo, viongozi wao kutoka Chile walijiuzulu nafasi zao. Mwaka 2019 Papa Francis alimwachisha kazi kardinali wa Marekani mwenye utata Theodore McCarrick kutokana na tuma za unyanyasaji. Papa Francis pia aliongoza ufunguzi wa afisi ya Vatican ya kushughulikia kesi za unyanyasaji, ila wakosoaji wake wanadai hakuna lililofikiwa kutokana na juhudi hizo. Kiongozi wa kanisa Katoliki alikabiliwa pia na upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Vatican waliomtuhumu kwa kutumia mabavu kuleta mabadiliko pale Vatican. Wakati wa uhai wake, Papa Francis alifanya ziara zaidi ya 47 ambazo alitumia kutoa wito wa amani kwa mataifa kama vile Gaza, Sudan na Ukraine. Licha juhudi hizi, Papa Francis alikumbana na upinzani mkali na pia kutuhumiwa pakubwa mwaka 2023 kutokana na kauli yake ya kutaka kanisa kwa kukumbatia watu wenye uhusiano wa kimapenzi wa jinsia moja, ila baadaye alitoa ufafanuzi kuhusiana na kauli hiyo. Lakini pia baada ya kifo chake kiongozi huu wa kanisa Katolika ulimwenguni pote, Papa Francisco, baadhi ya viongozi wa dunia nzima wamekuwa wakionyesha mkono wao wa pole, huku akianzishwa baadhi ya viongozi ambao ni wa mataifa kadhaa. Mengi zaidi, Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social, lala mahala pema peponi, Trump akitofautiana mara kadhaa na Papa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemtaja kama shujaa ambaye mara zote ameombea amani ya nchi yake, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akimtaja kama kiongozi mwenye busara na mzalendo.
Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer pamoja na Mfalme Charles watatu wamemwelezea Papa Francis kama mtetezi wa haki na amani ya dunia. Rais wa Argentina Javier Milei, ambaye hakuwa na ukaribu na Papa licha ya kuwa anatokea kwenye taifa hilo, amemtaja kama kiongozi aliyekuwa na maoni na busara. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemtaja Papa kama kiongozi wa dini ambaye mara zote alikuwa upande wa wanaoonewa, kauli inayofanana na ile ya waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Rais wa Kenya William Ruto, wa DRC Felix Tshisekedi, wote kwa pamoja wamemweleza Papa Francis kama mpenda amani aliyetaka kuona haki inatendeka. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, wa Malawi Lazarus Chakwera na Madagascar Andry Rajoelina wamemtaja Papa Francis kama mtetezi wa wanyonge ambaye muda wote alitaka kuona amani ya dunia. Wengine waliotuma salamu za rambirambi ni pamoja na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye na yule wa Misri Abdel Fattah al-Burhani. Lakini pia rais wa DRC Felix Tshisekedi na baadhi ya viongozi kadhaa wa nchi ya DRC akiwemo waziri mkuu Judith Suminwa, naye msemaji wa serikali Patrick Muyaya ni moja kati ya wale ambao waliotoa salamu zao za rambirambi kwa serikali ya Vatican kwa kumpoteza kiongozi huo wa kanisa Katoliki duniani kote, Papa Francisco, ambaye ni moja kati ya wale waliopigania uhuru kwenye maeneo kadhaa na kwenye mataifa kadhaa. Hii hapa ni ripoti yake Fredi Tendilonge kutoka huko Kinshasa. Papa Francis ndiye papa wa kwanza kusherekea misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa mjibu wa ibada ya Zaire. Viongozi wengi kama vile waziri mkuu Judith Suminwa, msemaji wa serikali Patrick Muyaya tayari kutoa pole kuhusu kifo chake. Ziara mwisho tuliyopata kutoka kwa papa ili kutuletea ujumbe wa huruma na upatanisho, na ambaye hata alitamani kutembelea mashariki mwa nchi. Ilikuwa ujio mkubwa kweli. Kuna kumbukumbu za kutaka kuishi tukio hilo. Tarehe 2 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2022, kiongozi huyu wa kanisa Katoliki duniani alifanya ziara hapa Kinshasa. Baadhi ya raia bado wana kumbukumbu ya ziara hiyo. Alituombea na akaomba amani ibakie na sisi. Papa Francois alituambia nchi yetu Kongo inastahili kuheshimiwa, na akaambia watu wote ambao wanatia mikono mchafu katika Kongo waweze kuitoa. Siku alikuja hapa nilimuona kwa macho nikafurahi sana, lakini leo Mungu anamuita kwake. Iko huzuni sana. Katika barua yake ya kutoa pole za rambirambi kwa Wakristo wa Katoliki DRC, askofu wa Kinshasa Fridolin Ambongo aliomba kwa mapadri wote wanaosimamia parokia mbalimbali kupiga kengele makanisani kila inapofika saa 6 kamili za mchana. Fredi Tenzilonge, Kinshasa. Na kufikia hapa ndio ninatamatisha yale niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Ndugu msikilizaji, ulikuwa nami wako Zakai Chubaka Pascal, ikiwa hii ni Radio Television Ngyoku International. Nikuombe usisahau kujiabone, pia uweze kulike na kucomment.